Msakadele hapa mtoto Swahilini, kiboko yao wanangule watulaliwe mpaka kukuche, we jogo wa wiki na jua liwaki. Wanangule watulaliwe mpaka kukuche, we jogo wa wiki na jua liwaki. Mwanangu kama unacheza wecheza usichoke, kikisha kilewa tunaondoka wote. O jamani, niache bonge niache tungi na mziki tacheza vipi? O jamani, niache pombe niache tungi na mziki tacheza vipi? Si unajua mwenzako nikishalewa ndo napandisha vipi? We mwanangu deba changamka, changamka tucheze changamka, changamka usipoe changamka, changamka turuke changamka, changamka tucheze. Yani leo we leo hatari, we hakuna kolo wanangu wote wakali. Leo we leo hatari, we hakuna kolo wanangu wote wakali. O jamani, mwanamke anacheza mbele, mwanaume unacheza nyuma. O jamani, mwanamke anacheza mbele, mwanaume unacheza nyuma. Mwanangu mshikilie kama tie hata kama kikusukuma. O jamani, ili hapo una dance, ili hapo una cheza, ili hapo una dance, ili hapo una ruka, ili hapo una dance, ili hapo una cheza, ili hapo una dance, ili hapa. Yani leo we leo hatari, we hakuna kolo wanangu wote wakali. Leo we leo hatari, we hakuna kolo wanangu wote wakali. O jamani, namzuka Kimasai kila mtu yero suba. O jamani, namzuka Kimasai kila mtu yero suba. Wanasema Dar es Salaam joto, nguo za ndani hawavai. Dar es Salaam joto. O jamani, Dar es Salaam joto. O jamani, changamka, changamka tucheze changamka, changamka mwanangu changamka, changamka tucheze changamka, changa. Oja dada, kama umeazima naomba usimame tu, ila kama nguo za kwako makofi piga kwa juu. Moja ya exclusive interview ambayo tumebahatika kufanya ndani ya wiki hii, tupo geto kwa msanii mwenyewe hapa, mtoto Uswahilini, Msakadele. Inakuwaje? Kama kaa baba. Kama kaa. Shwari mama. Sijakuzoea hivyo bwana. Kwa nini? Mtu wa vibe unaonekana kwenye viwanja ile unatikisa. Ndio baba. Hivi sababu gani ambayo sasa hivi tunaona Msaka kwenye show unakuta unaenda na makosta ya watu kama una? Bwana ule ni upendo wa mashabiki. Yani vile ni upendo wa mashabiki, yani watu wamejitolea kuja kwenye show zangu kwa sababu wanapenda kile ninachokifanya. Ndio maana unaona sasa hivi nikienda kwenye show naenda na watu kibao, naenda na magari na nini. Kwa ni upendo wa mashabiki kwangu mwanangu. Vipi leo unalipa au unakuaje? Hapana, siwalipi. Kweli? Kweli mwanangu. Kwa sababu kuna wasanii nasemekana na kaida anakodisha watu waende kule waonekane kama wamejaza, lakini wao wenyewe hawakubariki. Yani mimi mwanangu, namshukuru Mungu, yani ni upendo wa watu wananipenda tu, wao wamejitolea kwa ajili yangu. Mimi hakuna mtu yote namlipa. Yani na ukisikia mtu yote anasema kwamba mimi namlipa, ni njoo kwangu. Njoo ni yani si nikwambiaje. Mimi wao wananipenda tu mwanangu, ndio maana ninapoenda sehemu yote nipo nao. Msakadele, tukiangalia muziki umeanza kitambo kidogo. Hivi ni kitu gani cha samani ambacho umekipata kupitia muziki? Mwanangu, sinaona kwangu hapa vitu vyote hivi nimenunua kwa sababu ya muziki. Yani namshukuru Mungu, mimi sina kazi yote tofauti na muziki na uniingizia hela. 80% ya kila kitu changu unachokiona mimi ndani nimepata kwa sababu ya muziki. Kwa mwenye hata nikikaa ndani najivunia kwamba nina TV nimenunua kwa sababu ya muziki, nina nini, si unajua? Yani ni kitu ambacho najivunia sana. Mimi sina kazi yote ambayo inaniingizia pesa tofauti na muziki. Kila kitu unachokiona kwangu kimetokana kutokana na muziki. Kwa mafanikio yao umeyapata kwa muda au kwa sasa hivi kipindi hichi? Muda tunapambana, nasema kipindi hichi sasa hivi namshukuru Mungu kidogo. Japo sio sana ila kidogo. Namshukuru Mungu. Unatumia ushawishi gani kwa convince matajiri kukupa wewe show ingawa aliyakuwa hauna nyimbo ambazo mtaani tunasikia? Yani kumconvince tajiri kukupa nyimbo ni kutokana na show zangu ninazofanya, ubora wangu ninapokuwa jukwani pale, jinsi ninapofurahisha wateja zake. Kwa hiyo ndio maana mimi napata show. Yani napata show kutokana nikiwa jukwani, mimi namfurahisha mteja, namfurahisha boss. Yani mimi hata kama leo napiga hapa, kwa mtu mwingine akisikia taarifa zangu, yani kwamba yule dogo jana alikuwa sehemu fulani, anakuwa anavutiwa na mimi kunipeleka sehemu nyingine. Ndio maana napata show nyingi. Na maana unaokota vizuri sana.
Hivyo hivyo tu, hela kula unapata, sio vizuri sana. Hela kula tu unapata. Ambao unaonekana Msaka ni mtu ambaye unapata sana hela nyingi, sio hela kula tu na hela Napata hela kidogo tu, sio hela nyingi, hela kawaida tunapata ndugu yangu. Kwani kawaida ya msanii wa muziki wa Singeli kiasi gani inabidi alipwe? Hapana, kila mtu ana kiwango chake cha kulipa. Kwa hiyo mimi siwezi nikamzungumzia mtu eti kwamba mtu fulani analipwa bei gani. Mimi changu na anacholipwa ukiona mimi naenda kwenye show na kuwa naridhika na kile ambacho nakipata. Kwa sababu mimi kiukweli sina kiwango maalum cha kufanya show. Kwa hiyo mimi nafanya show kutokana na mazingira ambayo naenda kufanya. Ukiona sehemu yote naimba na kuwa nimeridhika na kile ambacho nachokipata, naona mimi kinanifaisha kufanya mambo yangu na aina ya show naenda kuifanya, kwa ndio hivyo mwanangu. Tukiangalia hapa mwaka huu unaelekea kuisha, ni msanii wako yupi bora ambaye unasema da wewe umejitahidi sana mwanangu? Msanii wa Singeli? Yeah. Mwaka huu wasanii wengi sana wamefanya vizuri, ukimzungumzia msanii mmoja na kuwa ni uongo. 2025 kuna wasanii wengi sana wamefanya vizuri, vipaji vipya vimeongezeka, watu wengi wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo ukiniambia nitaje mmoja unakuwa kama unanipa mtihani. Ni wasanii wengi wamefanya vizuri. Interview ya mwisho nilipiga na wewe Msaka, ukaniambia ngoma zipo jikoni unaziandaa. Hivi katika hizo ngoma ambazo unazosema kuna collab na msanii wote ambao umefanya? Collab zipo. Nimefanya collab na wasanii kama 4 hivi na wasanii wa Bongo Flava kama 2 pia, wasanii wakubwa nimefanya nao. Hapa itakuwa sio vyema kuwataja kwa sababu ni exclusive wenyewe wanavyosema wenyewe. Ngoma hizo collab wazungu wao wenyewe wanavyosema. Kwa hiyo collab zipo, kuna wasanii wa Singeli nimeshirikiana nao au labda naweza nikataja, kuna mwanangu MC Zomofani, kuna mkali wangu kabisa anaitwa Mbwido MC, mkali wangu kabisa baba mkali mwanangu Msomali, na mdogo wangu hapa mwimba mapenzi Doni Breezy. Ngoma zipo kibao, mwanangu ngoma kibao. Tuendelee hapo katika hao wasanii uliofanya nao collab, ni msanii gani ambaye kipindi mpo studio alikupa sana changamoto katika uandishi? Katika uandishi hao wote wakali bwana, wote wakali hao. Mpaka na mimi nashirikiana na mtu ujue ni mkali. Kwa mimi siwezi nikampa ngoma mtu ambaye hao wote ni waandishi wazuri, wanaimba vizuri, wana ngoma kali. Wote ilikuwa ni kimbembe kwa nikisikia naandika na nakimbia na ndani naandika tena nafuta. Unajua? Ili mradi tupate kitu kizuri. Wote wanakotajia hapa ni wakali. Mimi siwezi nikamshirikisha mtu ambaye najua sio mkali. Kwa sasa hivi tukiangalia muziki wa Singeli, ukiambiwa wataje wasanii 5 ambao wanafanya vizuri, katika listi hapo kuna wasanii, listi ya msanii wa Mbagala lazima awepo. Hii kwa nini ipo hivi? Afu kiangalia wewe utokei Mbagala. Unaposema listi kwamba wasanii wa Mbagala lazima awepo, mtu anayefanya vizuri haijalishi anakaa wapi. Kitu kizuri kinaonekana hata kae wapi, akae Mbagala, akae Manzese, akae Magomeni, akae wapi, si unajua? Kama mtu anafanya vizuri inabidi tu apongezwe na asapotiwe. Haijalishi mtu anakaa wapi. Ukisema hivyo kwamba msanii wa Mbagala hivyo na kwa kama unaweka matabaka. Ila kama mtu anafanya vizuri, yeye anakaa Mbagala, anakaa Kigamboni, anakaa Morogoro, sio anakaa wapi, inabidi asifiwe kwa kile anachokifanya, haijalishi mtu anakaa wapi. Ila kwa zamani nyinyi mlikuwa mnatishio sana. Sasa hivi tunaona kidogo mimi na nani tena? Wewe na wasanii wenzako ambao wamtokei Mbagala. Kwa huku tukiangalia katika show mlikuwa tishio sana, lakini sasa hivi tunaona tofauti. Mimi labda wazungumzie wengine, ila kwa mimi simuoni mtoto wa kunitisha katika masuala ya show. Unachapa? Mimi nachapa sana, wenyewe wananijua. Mimi si ndio kiboko yao. Mtoto Uswahilini. Rais, mfalme wa Uswazi Uswahilini. Huku Uswahilini mfalme wao ndio mimi. Kama kuna mtu anabisha aje hapa. Acha waruke, ila huku Uswahilini mfalme wao ndio mimi. Wananijua, sio kwamba wanijui. Hivi msanii wa muziki wa Singeli mpaka akamilike, vigezo gani lazima awe navyo? Nyimbo kali. Ujue tutaongelea vitu vingi, cha msingi ni nyimbo kali. Kama una hiti au una ngoma kali inakuwa sawa na kazi bure. Tukizungumzia collab ambazo unanitajia hapo, wasanii Msomali, Doni Breezy, tukaja na MCzo tukiangalia umeanza na game kitambo kidogo. Mwanangu sana. Mwanao kitambo. Lakini baada ya kufanya nahisi ulifanya naye project moja au kuna nyingine mlifanya ila kupata nafasi kutoka? Mpaka sasa hivi MCzo nimefanya project kama 4. Ila project ambazo zimetoka ni 2. Nitoe ya kwanza kabisa ambayo ilinitambulisha sana kwenye game na kila mtu akanifahamu ni Msaka. Ilikuwa nayo tunanijua na nisikia nyimbo ya kitambo sana. Ile ndio ngoma ambayo mimi nifungulia njia na kila mtu akajua. Kipindi cha kati nikaluzi sana, nikaachana masuala ya muziki kutokana na changamoto hizi. Baadaye MCzo nikaja kutoa naye tena ngoma nyingine inaitwa Nana.
moja ya ngoma yangu pendwa sana kwa mashabiki zangu nikiwa jukwani nikiimba. Na sasa hivi nina mikwaju naye miwili, mikwaju ya hatari sana ipo ndani. Hiyo ndio inafanya mipango katika kuiachia. Si unajua nikikutana na yule jamaa jinsi ninavyokuwa. Kwa hiyo tusubiri hapo, soon hapo mwaka unageuka. Na ile project yako uliozindua maeneo ya TikTok Ushamba, ulitoa video ulishia pale? Ile sikutoa video ile ndio ni baada ya kuachia ngoma ile, namshukuru Mungu ilienda ile. Sema nikapata changamoto hapa. Nadhani nishakutana naye nikakwambia nipata changamoto hapa za maisha hapa na pale, muziki nikaa kama vile nimeukatia tamaa. Sema bwana, kutokana na mazingira, wadau wangu, wakali wangu wanaonikubali wakasema, Msaka sio kweli, huwezi ukata tamaa wakati una kitu. Ndio kama unaona nimerudi kwa moto wa kifuu. Sina ngoma mtaani lakini wanakoma. Mwenyewe si unaona shehe. Msaka, tukiangalia una mashabiki wa vulana pamoja na wasichana. Kuna baadhi ya watu wanalalamika kuwa wapenzi wao wale wanawake wale huwa mnasumbua sana ni kutokana na nyimbo zenu zile DM. Ukiangalia mone changamoto hiyo vipi? Mwanangu, labda mimi nikwambie kitu. Yaani mimi ndio ninasumbuliwa na hao. Yaani mimi hapa ukiangalia DM yangu hapa mimi wananisumbua sana. Yaani mimi kiukweli hapa siwezi kuweka bana, nasema mwanangu mimi mnasumbuliwa sana na wadada, yani mimi wananisumbua sana. Sema sasa mwanangu, huwezi kutoka na kila mtu, unajua. Mimi na mtu wangu nini, unajua. Kuna mheshimu. Unajua mwanangu, na mheshimu mtu wangu. Meneja anapiga kazi, unajua bwana. Nitampokelea meneja. Meneja, na interview hapa kidogo. Na interview hapa mara moja. Ndio. Na mwanamke mwenye sifa gani anaweza kaa huyu Mrs. Msaka Daily? Msikivu, elewa na adabu, heshima. Hiyo ndio la muhimu la kuvumilia. Aelewe mimi nafanya kitu gani. Yaani ndio mwanamke ambaye anaweza kaishi na Msaka. Kuna kingine zaidi ya hiko? Sidhani. Unakumbuka nini kwa ex wako? Hamna ninachokumbuka. Nishasahau. Hujai kuteswa? Shateswa sana. Anajisikiaje yule mtu yule ambaye alikutesa sasa hivi akikuona Msaka Daily tishio mtaani? Mimi sija na hali gani huko, kutokana mimi na enjoy, naishi fresh, namshukuru Mungu sasa hivi da. Labda tu nimwambie ex wangu pole. Labda nimwambie hicho tu ndugu yangu. Sishia na kionjo kidogo cha nyimbo yako bwana. Sijakuzoea hivi. Nasikia kibao cha mbuzi kila mtu anazima. Au na mvuto dada, wewe una heshima. Nasikia una laana za baba na mama. Maisha shofu na una chamana. Umeshindwa kumtunza bwana, wenzako wamenichukua. O jamani, hauna kitu umeishiwa. Ndio maana na mabwana unaibiwa. Kwa hivi Msaka, nyimbo hiyo ndio ile nikiwa katika show yako nasema dai nyimbo napenda sana nikiwa naimba. Mimi na nyimbo nyingi sana, nasema mimi na nyimbo nyingi. Na watu wanapenda sana vitu vingi ambavyo ninavyoimba. Ila mwenyewe kuna nyimbo fulani ambayo nikiimba nikiwa jukwani huwa na feel, yani na kuwa na enjoy, yani nafurahi sana nikiimba nyimbo hiyo. Si unajua mwanangu, nina vitu vingi sana, naimba nyimbo nyingi sana, wengine wanasema ikali nini. Ila mimi mwenyewe nina nyimbo yangu ambayo nikiimba jukwani hivi napenda, yani nakuwa na enjoy nikiwa naimba. Labda nikuimbie kidogo hapa mwanangu. Yani sio kukupenda tu na dua na kuombea, wewe ndio wangu na moyo umekuchagua. Kama maneno yao na usijali wakiongea, upo moyoni unaishi na komba tulia. Sina kikubwa cha kukupa zaidi ya upendo, kwa hilo naomba univumilie. Twende pamoja tutimize yetu malengo, hata ngileta kidogo kipoke. Ukiwaga mbali uwaga na kumisi, zile hadithi za sungura na fisi. Chana nayo na maneno ya nafiki. Mimi ni wako mama, sishauriki. Waambie bado, kwa jana mimi na wewe bado. Si unajua nakupenda bado. Bwana, nyimbo nikiimbaga mimi mwenyewe na enjoy sana hiyo. Yaani ni nyimbo kwa mimi binafsi pia napenda sana nikiimba kipande hicho. Na pale unapokuwa katika jukwaa hapa, ni tabia za mashabiki wa aina gani uzikubali? Sipendi yule shabiki ambaye anakuja kila muda sikioni anakuambia nipaishe.
So unajua sometimes mtu anaweza kumpaisha kule. Alafu na mtu mwingine unajui, una shabiki wengine tu mradi. Unajua mtu anaweza kaja kukwambia nipaishe hata jina umjui na uje kumuona. Sema kutokana na kukubali au sio? Unakubali unaweza kumwambia mwanangu nikupaishe jina lako nani, anaweza kama mtu fulani ukampaisha mara ya kwanza, mara ya pili, ila akakufuata tena bado akataka tena umpaishe. Unajua hiyo. Sasa mimi nikiwa kwenye show inabidi niimbe watu wanisikie, nifanye show watu wanione. Si unajua? Sio kwamba kila muda nitakuwa nakutaja wewe. Kwa hiyo wewe ni mwanangu na unanisupport. Nikikutaja mara moja mara mbili inatosha. Tukaja sikioni, unajua sometimes tunaanza kuja kuongea sikioni, usikii biti, unapotea kwenye njia, unafanya show mbovu. Mimi shabiki wa namna hiyo wasimkubali, yani simpendi. Hivi Msaka kama TikToker kwako ana mchango gani kwa sasa hivi katika game lako la muziki wa Singeli? Naweza nikasema ma TikToker kwangu ana mchango mkubwa sana, kwa sababu sasa hivi ukija kuangalia mtandao ambao una support sana muziki wetu wa Singeli, TikTok nao ni mtandao ambao una support sana. Mimi naweza nikasema kipindi cha sasa hivi mimi katika kukua kwangu TikTok pia imenisaidia na ma TikToker. Kwa sababu mimi nakumbuka kuna kipande changu kimoja hivi kilitamba sana TikTok, hicho kikanifungulia sana njia na nikaanza kupigiwa sana simu nyingi. Kuna kile kipande nifuge hela ndani kwangu wapi na wapi, kuhusu kujenga siwezi kujenga kwa haraka, acha nitumie hela zangu ujinga sita, naweza kufa alafu zote zikaba, nasema silali. Bwana hiyo hapo nakumbuka mtu wa kwanza kabisa TikTok wa kwanza kabisa kuchukua challenge hicho kipande, na mimi aje kunyambia mimi nimeingia tu TikTok nakuta watu kibao wamechukua challenge, alikuwa ni mtu mmoja tu wa champion Katoto. Yani namkumbuka yule mwanangu, yani mimi kwa hilo nampongeza. Yani mimi ni mtu fani ambaye mtu akinifanyia wema huwa siusahau hata kama ni mdogo. Yani jamani, kama alinifungulia njia ni watu pale wakaanza kutambua. Unajua watu wengi mimi walikuwa wanijui, labda mtu anasikia jina lakini anijui, labda nifuatilie, si unajua. Alafu na kingine sijatoa nyimbo muda mrefu mtu yani kilipagi fanya watu waanze kunifuatilia. Si unajua mwanangu, ndio wakaja ma TikToker wengine kwa yani kitu kipande watu wanakifuatilia, si unajua. Namshukuru sana Mungu. Alafu mimi ma TikToker naishi nao vizuri sana, wanangu sana, nashukuru wananisupport sana. Nafurahi. Hebu waambie chochote, neno lolote zuri au ma TikToker ambao. Bwana wanangu ma TikToker, wanangu mimi nawakubali sana. Msaka Dele hapa, mtoto Swahili, wanangu na appreciate sana kazi yenu mnazofanya. Mnasaidia sana kupush ngoma zetu. Mungu awabariki sana, tuendelee kushirikiana, tufikishe muziki wetu wa Singeli mbali zaidi zaidi na zaidi. Msaka hapo tuendelee. Hivi ushaikutana na ile hali ambayo unaiko katika tamasha, picha zimetoka lakini wewe hujakubaliana na management iliyoanza ile show? Yani sijakuelewa. Ushakutana na ile hali ambayo unakuta kwenye show sehemu fulani Msaka anapiga lakini wewe hujakaa makubaliano na bwana, hizo zipo nyingi. Yani unaposema yani hizo zipo nyingi. Yani mtu kuweka tu kwenye cover labda kwenye posters na hajawasiana, hizo zipo nyingi. Na nahisi watu wao wanafanya hivyo kwa sababu hawakuwa kwanza, yani wanakuwa kuheshimu na wasamini kile unachokifanya, yani hawatambui kile unachokifanya. Sana sasa hivi bwana, nishaweka mambo yangu sawa, nishaenda kujisajili katika vyombo vyote vinavyohusiana na kimiliki za wasanii na kila kitu. Kwa sababu mimi mtu akifanya hivyo na uwezo wa kumshtaki, unajua. Kwa mtu yote asiniweke mimi kwenye cover wala kwenye bango pasipo kuwa na makubaliano nao, unajua. Kwa mimi watu wangu, uongozi wangu ushafanya hivyo. Kwa sababu mwenyewe kuna watu wananisimamia. Kwa chochote ninachokiona mimi mbele yangu kuna watu ambao hapo nyuma yangu wananisaidia kufanya hivyo. Kwa hiyo shabiki aamini vipi kama siku hiyo Msaka atakuwepo? Uenda labda kuna utaposti katika mitandao yako. Yani shabiki asiamini mimi sehemu yote nipo bila mimi mwenyewe kutoa taarifa. Kwa hata kapoona sehemu yote inabidi aingie kwenye page zangu mimi athibitishe lile kama ni kweli kama mimi nitakuwepo. Ila mtu asimwambie tu kwamba mimi nitakuwepo. Kuna mtu pale anakutazama, angependa kumfahamu Msaka Dele ana management inayomsimamia? Bwana, mimi nina team. Nina timu yangu ambayo ya watoto Swahilini, ambayo katika hiyo timu kuna uongozi. Kuna watu ambao mimi peke yangu siwezi, yani kiukweli. Sitaki hapa nikaja kujivimbisha eti kwamba eti mimi noma, mimi hatari, hapana. Mimi na mablaza wangu ambao wananistendia, wananisaidia vitu. Bwana, hapa inabidi ufanye hivi. Kwa yale yote ambayo mnaona ni mazuri ambayo yapo mbeleni kwa Msaka, nyuma kuna watu ambao huwa wananishauri, wananipanga, bwana hivi, si unajua. Hichi usifanye, hichi fanye ili kitu kiwe bora. Ipo hivyo. Kwa hiyo ipo wazi kama mtu anatakaje kusimamia meneja yako. Meneja yangu inabidi sasa ongea na timu yangu wakubaliane. Sababu mtakatifu yangu
yani timu yangu mimi imeniacha huru kwamba mtu yote ambaye atakuwa na kitu chochote kikubwa ambacho kinaweza kanisogeza kutoka hapa nifika mbele, wao hapo tayari, yani kwamba akija kiongea nao kama kikubaliana, kwa sababu mimi siwezi kufanya maamuzi peke yangu, sawa. Kwa hata mimi kama utakuja kuniambia kitu chochote, lazima mimi na watu wangu ambao niwaelekeze, bwana hapa kuna hivi, kama watajadili kama wanaona sawa inafaa kitu hicho kinaweza kanisogeza mimi mbele zaidi hapa nilipo, ruksa mtu kunichukua. Kwa mtazamo wako nadhani muziki wa Singeli kwa sasa hivi Tanzania umefikia asilimia ngapi? Asilimia kipindi cha kati hapa ndio ulikuwa muziki ambao ulikuwa unapambaniwa, mwenyewe ulikuwa unaona mpaka serikali kwamba muziki wetu ndio muziki wa taifa, unajua mimi naona umefikia hatua kubwa sana, kwa sababu sasa hivi hata matamasha makubwa, hata shughuli kubwa za kiserikali za kitaifa, kuweka wasanii bila kumweka msanii wa Singeli na show inoge. Au ushaona kuna shughuli yote ya kitaifa inakosekana msanii wote wa Singeli. Kwa hiyo ni jambo jema, kwa sababu kutoka kwa muziki wa kiuni mpaka muziki ambao unatambuliwa mpaka na serikali ni jambo kubwa sana la kujivunia. Kwa hiyo mimi nahisi mpaka sasa hivi tushafika 60-70 huko. Bado chache tu tumalize. 90 baba. Baba anasema 90-95. Kwa hiyo bado kidogo tu hapo. Hivi media unadhani ina mchango gani katika muziki wa Singeli, hususa media anazungumzia zile za kuonyesha show zenu? Ndio. Bwana kiukweli media zinasaidia. Alafu mimi na majambo mawili. Unazungumzia media gani? Hizi za TV online au au media zote? Za TV online. TV online hizi zina faida yake, pia zina hasara yake. Kama hizi unaona sasa hivi umeingia mtindo wa show live hizi. Show live zina faida kwa sababu zinafika mbali, msikilizaji anakuwa anasikiliza nyimbo zote kwa wakati mmoja, mtu anapokuwa na perform. Kwa sababu mimi naamini kwanza show live mtu huwa anaenjoy sana kuliko nyimbo kwa sababu show live si mtu anapata kitu kile. Ila pia show live hizi zinaua nyimbo zile ambazo tunarekodi. Yaani tuongee ukweli. Kwa sababu nyimbo ambazo tunarekodi mimi sasa hivi naweza nikarekodi nyimbo labda inaitwa Mwajuma. Inakuwa mtu ataamua tafute show live asikize zote ambazo mimi nimerekodi labda Mwajuma nini. Kwa hiyo anakuwa anaua hii nyimbo hii. Kwa mimi binafsi naona kuna faida pia na kuna nini? Kuna hasara. Kwa mimi binafsi. Kwa mimi mwenyewe. Tukizungumzia wewe mwenyewe, faida yako nini Msakadeli kupitia hizo media? Mimi bwana, hizo nyimbo zimenisaidia kwa sababu unaona show live zinafika mbali zile mwanangu, si unajua kozi zinafika mbali hadi mikoani, zinafika unajua asilimia kubwa maboda boda mabajaji, si unajua anapiga sana ngoma hizi, zinafika sehemu kwa mtu anavyosikia show live huko, si unajua ambaye anataka anakuwa anatamani amuone msanii huyo alioimba show hizo, si unajua. Kwangu mimi zina faida kwa sababu show zangu mimi, kuna show yangu live moja niimba naitwa Msakadeli kuna Ranyani, nilimba Tip Top pale kwa usiku wa PK Mr Konki. Hii ni show yangu ambayo imefika mbali sana, afu ni show ambayo imenipa kazi nyingi sana kupitia hiyo show live. Na ndio maana nimekwambia kuwa kuna faida zake na kuna hasara. Kwa mimi binafsi nimefaidika sana na show live. Hasara yake ndio kama hivyo nilivyokuambia mwanangu. Mtu kusikiliza ngoma hizi moja moja zinazokuwa natoa na kwa ni changamoto. Kwa unajua watu wengi wanapenda slow, yani mtu kwenda kusikiza nyimbo moja naona sio kweli, bora achukue show live ambayo atasikiza nyimbo zote. Kwani wasanii wa Singeli mnakuwa wagumu sana kutoa video? Mnakuta mnaachia audio afu video amwachie. Ukisema wasanii hapo nitakuwa nazungumzia watu, sijajua watu wengine wanakuwa na changamoto gani. Ila kwa mimi binafsi Msakadeli naahidi hapa nipo mbele yako, mimi nakuwa natoa nyimbo na video. Afu ndio kaida yangu ndio nini. Kwa sababu mimi sijatoa nyimbo nyingi, nimetoa nyimbo chache na nimefanya kama video 2 hivi. Sawa. Kwa mimi binafsi, ili mimi nahisi labda watu wengi ni kutokana labda na changamoto labda fedha au labda mtu mwingine ndio utamaduni wake. Ila kwa mimi binafsi, mimi ngoma natoa na video. Mimi natoa ngoma na video. Na miongoni mwa vitu vya katika timu yangu ndio vitu ambavyo ndio mipango ipo hivyo. Unajua mimi na watu bwana. Tegemee nini kwa sababu mwaka umeanza. Msakadeli anachia albamu au anachia ngoma moja moja audio pamoja na video? Kwa kiukweli hapa ni mpaka sasa hivi mimi mwenyewe najiuliza, mimi mwenyewe sijajua timu yangu inataka vipi, kwa sababu ngoma ninazo nyingi ambazo nimerekodi. Sawa. Kama nilivyokuambia mwanzo, siwezi nikatoa uamuzi mimi peke yangu. Naweza nikakwambia hapa nitatoa ngoma EP, nitatoa albamu, nitatoa ngoma moja moja. Ila timu yangu ikaona nitachokwambia hapa labda ikatofauti. Timu yangu mimi nitasikiza timu yangu inavyosema. Sawa. Kwamba hapa natashia ngoma moja moja, kutoka na Msaka hujatoa ngoma muda mwingi, tutatoa EP, tutatoa album. Nitasikiza timu yangu kwa sababu naamini haitotoa majibu ambayo sio bora.
tutatoa majibu bora, tutapa taarifa kwamba tutatoa vipi. Ila mwaka huu unaanza, mwezi wa kwanza huu hapa, ndugu yangu, bwana siongei sana. Katika mitandao yako ya kijamii tunaona una ukaribu na msanii wa muziki wa Singeli Dula Makabila, mwenyewe unamuita Blaza. Hivi mchango wake upoje kwako? Bwana Blaza ni mtu ambaye ananisupport sana, namshukuru Mungu. Najua yeye ni mkubwa sana kuliko mimi. Blaza ni msanii mkubwa sana. Namshukuru Mungu kupitia yeye ananisupport, kuna njia fulani ananipa. Labda nikwambia hapa nje kuna anamalizia kushoot hapa, kuna ngoma moja nataka tu. Na kama natoa siri tena hapa kiongozi. Hizi siri tena zilizotaki kutolewa tena zinatoka. Yaani kiufupi ni Blaza wangu ambaye namkubali, ananisupport sana, namshukuru. Blaza mmoja hivi ambaye yuko good, yuko poa. Afu kupitia yeye mwanangu napata connection nyingi, nakutana na watu wengi ambao sijawahi kukutana nao. Kuna watu wengine ambao mimi kwangu ilikuwa ni ndoto kuona nao, sasa hivi naona nao kupitia yeye, na ni marafiki zangu. Yaani connections zimekuwa nyingi, namshukuru sana Blaza wangu. Nampenda sana King. Tajiri kakaangu, bosi yule, ana shida. Kuna kipindi tuliona Dula anasema kuna msanii anataka msaini awe lebo yake, lakini asilimia kubwa sana watu wakammention wakasema Msakadile. Vipi swali hili, lina ukweli au ni tetesi? Ukweli upo. Ukweli upo. Kwa hiyo anda Dula Makabila tuseme. Bado haijawa confirmed, sema huo ukweli upo. Mipango ile kuwepo na sijajua sasa hivi ana mipango gani. Unajua bwana. Yeye mwenyewe pia japo anataka kufanya hivyo, yeye ana mipango yake. Yeye ni msanii, anaimba, kwa hiyo jambo litapokuwa tayari, kama nilivyokuambia, mtu yote anataka kuwa na Msakadele lazima aongee na timu yangu, atakubaliana. Mimi siwezi nikafanya maamuzi bila kushirikiana na timu yangu. Unajua mwanangu, mimi nyuma na watu wengi sana wanaonisupport, wanajitoa kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo siwezi nikachukua uamuzi wa kusema kwamba nitakuwa na mtu fulani bila kushirikiana na wale pale. Kwa hata kama Blaza zangu ananitaka mimi, lazima kuna watu wataongea nao, tushakubaliana nao. Fresh. Na tutegemee mwaka huu linaweza likatendeka kwa imani yako? Inshallah, tuseme inshallah. Na tuliona kuna project ulifanya kwa Good Master ile. Vipi ile project ipo katika hizo ngoma ambazo unaweza kuachia? Baba pale kwa Good Master na project kama 5 au 4. 4 hivi. Na miongoni mwa nikwambia kuna exclusive ya wasanii wawili wakubwa sana Bongo Flava nimefanya nao pale kwa mwanangu Good Master, my brother. Mtu poa sana. Monster. Na cha mwisho cha kumalizia, unaambia nini mashabiki zako? Wategemee nini kwa Msaka mwaka huu 2026? Bwana, nawaahidi hivi kwamba kelele nyingi sana mtaani, yani maneno ni mengi, simu ni nyingi, text yani kibao. Bwana, sijatoa ngoma muda mrefu sana wanangu. Sasa mwaka huu umepinduka. Bwana, tarajieni mambo mazuri sana. Na ngoma kibao nakuja kuiteka mitaa, mfalme wa Uswahilini. Bwana, mimi siongei sana kwa sababu naweza nikaongea sana hapa afu nikaharibu. Unajua bwana, naweza nikaongea sana hapa nikaharibu mwanangu. Hiyo ategemee vitu vizuri mwaka huu hapa. Ngoma video. Maana na meneja wangu, ana meneja Niki, bwana ananiambia bwana hapa ni ngoma video. Unajua mimi nina timu mwanangu, mimi na timu na watu sana wananisupport, na my brother Sura Mbaya, mtu badi, my brother Kensi, Old Kensi, my brother Niki, na chama langu la wakali Mtiti, wakali kibao. Unajua tupo wengi. Na wanangu wa kupata ndio watoto Uswahilini. Bwana, sio mchezo. Hebu wachape kidogo. Ni wachape kidogo. Asante Mungu ulifanya nifike hapa. Saluti kwa wanangu walioniita Msaka kitambo. Hakuna aliyenitaka, nikaongeza juhudi na sasa wananisaka. Bwana mdogo, angalia utachekwa, huwezi kuzima taa ambayo haijawaka. Toka kitambo Msakanisha jipanga, siogopi bunduki japo kiunoni ninapanga. Saki chula maana chula majanga, mziki unawachawi japo Kasimu mganga. Na kama mbwai wanangu iwe mbwai, nafiki wote nasema bye bye. Utasikia Msakale anajidai, waambie mimi mweusi na kunywa sana chai. Nikuchape? Chapa tu. Napiga mashuti kama Fuad Lewandowski. Napiga chenga kama Neymar Santosi. Mibeki kisiki kama Sergio Ramos, napopiga cross kama Dani Alves. Situmii nguvu kama Didier Drogba, na sina mashauzi kama Paulo Pogba. Jua wana force madogo wanikamate, na mapafu ya mbwa kama vile N'Golo Kante. Jua wanakunja yani fresh so kesi, navowasumbua kama fundi Lionel Messi. Wanacheza alafu na refa amewapa kadi, madodo kama Ozil na penya kama Hazard. Speedi kama Bale, wapinzani hawawezi. Ona wanangata kama vile Shuarezi, na waumiza kichwa. Ona na meza panado, na napiga miguu yote kama Cristiano Ronaldo.
nitakuchapa zipo. Sakadere hapa mtoto Uswahilini, kiboko yao. Wala sikupanga tugombane, wala sikupanga tuachane, ina maana nguvu ya mane imefanya leo sikuo. Nalia nalia, umenitoa chozi mnyonge mkiwa. Haya ndo mapenzi ya hisia, mbona kwangu ni maumivu dia. Mimi nazidisha mapenzi ni mchole tatu, sikujua mwenzangu ni maarufu. Ruti zake za Mbezi matawi ya juu, nisishike simu ananipiga marufuku. Nawaza penzi langu mimi, nawaza sina kitu bure masikini. Au kisami Uswahilini, ndio maana kaamua kunipiga chini. Nawaza penzi langu mimi, nawaza sina kitu bure masikini. Au kisami Uswahilini, ndio maana kaamua kunipiga. Oh, haya maumivu pade, haya maumivu pade, haya maumivu pade, haya maumivu pade. Atanitoa roho, atanitoa roho yangu, atanitoa roho. Bwana, hatari sana kwa heshima.